Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, popote ulipo na kusalimu, ujambo. Anayezungumza nawe ni Senior Pastor Mutuma. Napenda kukukaribisha wakati huu ili upate kushirikiana nami katika kujifunza neno la muhimu sana. Na neno hilo ni la kutaka kujua dhambi ilianza wapi ama ilitoka wapi. Na pia ningependa tuelewe ni kwa nini Yesu alikuja. Basi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kabla ya kujifunza hayo, ningependa kwa unyenyekevu sana tuweze kuomba ili Mungu atuongoze katika fundisho hili. Tuombe. Baba, kwa jina la Yesu, ninakusihi unene nami. Unipe maneno ya kuwaambia ndugu na dada zangu, na kupitia kwayo utuwezeshe kuishi maisha matakatifu na utusaidie kukujua zaidi. Na pia kupitia kwa neno hilo utuumbe upya ndani yetu ili tufanane na Yesu. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ningependa kwanza tutangulie kujua kwa nini Yesu alikuja. Mathayo sura ya kwanza fungu la 21. Hebu tusikie vile neno linasema. Naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Malaika akaongea na Bikira Maria, akamwambia utamzaa mwana, jina lake utamuita Yesu, maana ndiye ataokoa watu wake na dhambi zao. Sasa swali ni hili, dhambi ni nini? Na ilitokea wapi ama ilianzia wapi? Utaniruhusu mpendwa niweze kukutajia mafungu, maana ni mengi mno, siwezi kuyasoma yote. Kitabu cha Ezekieli sura 28 14 hadi 15, tunaona malaika mmoja kule mbinguni. Alikuwa mmoja wa malaika wa makerubi, ama mmoja wa malaika waitwa makerubi kule mbinguni. Biblia inasema ya kwamba alionekana ana uovu ndani yake, uovu ambao haujulikani ni kwa nini ulitokea. Nimesema ni Ezekieli sura ile 28, alafu tunaanzia mstari ule wa 13 hadi 15. Hebu nisome hilo. Inasema, ulikuwa ndani ya Edeni, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, akiki na yakuti, manjano na alimasi na sabarajani na sohamu na yasifi na yakuti, samawi na sumaridi na baharamani na dhahabu, kasi ya matari yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako. Katika siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutua mafuta afunikaye, nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako. Mpendwa, ni ya kwamba huyu mmoja wa malaika waitwa makerubi, ama malaika mmoja wa kundi la makerubi, akaonekana na uovu ndani yake ambao hakuwa nao. Sasa sikia mpendwa, Isaia 14 fungu la 12 mpaka 14 inasema ya kwamba huyu malaika akasema mambo matano ya kwamba mimi nitakiinua kiti changu kuliko kiti cha Mungu. Mpendwa, nataka nikuambie ya kwamba huyu malaika wa kundi la makerubi akaonekana na uovu ambao haujulikani sababu yake, maana alipoumbwa alikuwa hana uovu. Sasa sikia mpendwa, moyo wake ulitamani kufanana na Mungu. Lakini pia ukienda Yohana 8:44, Yesu akasema kwa Wayahudi, ama akawaambia
ninyi ni watoto wa baba yenu Ibilisi, maana alikuwa muuaji tangu mwanzo. Alikuwa ni muongo na muuaji tangu mwanzo. Alikuwa muuaji wapi? Mpendwa, ukienda pamoja nami katika Ufunuo sura ya 12, 7 mpaka 9, utasikia kwamba kulikuwa na vita mbinguni. Yule njoka ambaye anaitwa Ibilisi, tena Shetani, akaanzisha vita mbinguni kupigana na Mikaeli. Akapigana na Mikaeli, akashindwa. Akashuka hapa duniani, akashindwa. Kwa njia nyingine akakosa makao mbinguni, akashukizwa ama akafukuzwa, akateremka humu duniani. Sasa neno hilo kuteremka linaitwa kwa Kiebrania diabolos, ama kwa njia nyingine akaitwa diabolos. Maana yake yeye aliyeangushwa. Lakini kumbuka, pale mwanzoni alikuwa anaitwa Lucifer, mchukuaji wa mwangaza. Lakini yeye aliyekuwa Lucifer, baada ya kufanya vita mbinguni, akikusudia kumuua Yesu na akashindwa vita, akafukuzwa, akateremka kwa dunia. Sasa alipoteremka, jina likabadilishwa kutoka Lucifer akawa ni diabolos. Maana yake yeye aliangushwa au yeye aliyeshushwa. Alafu kwa lugha ya Kiingereza diabolos ikatafsiriwa kuwa devil. Kwa Kiswahili sasa ni Shetani ama Ibilisi. Ama kwa lugha yangu ya mama tunamuita nkoma. Lakini yeye hakuwa nkoma ama hakuwa Ibilisi pale mwanzoni, ila alikuwa ni Lucifer, mchukuaji wa mwangaza. Lakini baada ya kuasi, kutaka kufanana na Mungu, akashindwa na akateremka humu duniani kutafuta makao. Sasa aliposhuka duniani, Mwanzo 1:26 hadi 28 inaonyesha ya kwamba Adamu na Hawa walipoumbwa wakawa ni wakuu wa dunia. Lakini ukienda Yohana 14:30 inaonyesha ya kwamba baada ya Adamu na Hawa kuanguka, Yesu alimtaja Shetani kama mkuu wa dunia hii. Aliposhuka kwa dunia, baada ya kunyang'anya Adamu utawala wa duniani, Yesu anamtaja kama mkuu wa dunia. Alichukua ukuu wa dunia kutoka kwa Adamu. Maana Adamu alikubali vishawishi vyake, akavunja sheria waliopewa ya kutokula matunda yaliyokuwa katikati ama bustanini mwendeni, yaliyokuwa katika bustani ama yaliyokuwa katikati bustanini. Mti wa ujuzi na mema na mabaya, mti wa ujuzi wa mema na mabaya walikatazwa wasile. Ibilisi akawasawishi akiwa ndani ya nyoka. Ukienda Ufunuo sura ya 12 anapewa jina, anaitwa nyoka. Majina yake yakabadilika kuwa mengi. Ndiyo. Alafu sasa tazama mpendwa, ukienda Wakorintho wa pili sura ya 4 fungu la 3 mpaka fungu la 4, Paulo anamtaja kama mungu wa dunia hii. Aliposhuka akawa mungu wa dunia hii. Ndiyo. Waefeso 2 fungu la 2 anaitwa kama mfalme wa uwezo wa anga. Yohana 12:31 Yesu akamtaja kama mkuu wa ulimwengu huu. Akatupwa nje. Nje wapi? Nje ya mbingu. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:19 inaonyesha ya kwamba dunia ikawa mikononi mwa yule muovu. Maana Adamu alipomkubali, dunia ikawa mikononi mwa huyu muovu. Petero wa pili sura ya 2:19 inaonyesha ya kwamba tuliposhindwa na Shetani tukawa watumwa wake. Warumi 6:17 inaonyesha ya kwamba tunafanyika watumwa kwa yule tunayemtumikia. Hebu mpendwa niende pale Warumi 6 alafu ni ile fungu la 17. Warumi 6:17 yasema nini? Inasema, lakini Mungu na ashukuriwe, kwa maana mlikuwa watumwa wa dhambi,
lakini mlitii kwa mioyo yenu ile namna ya elimu ambayo mliwekwa chini yake. Tulikuwa watumwa wa dhambi. Tulipokubali visawisi vya shetani, Adamu msasi wetu alipoanguka dhambini, akawa ni mtumwa wa dhambi, akawa ni mtumwa wa ibilisi, akawa chini ya utawala wa mtumwa ibilisi. Ndio. Sasa hebu tuangalie ni lipi sasa la kufanya tukitaka tukombolewe katika utumwa. Yesu akasema katika Yohana 8:32, akasema mtaijua kweli ama mtajua kweli nayo itawaweka huru. Tukisha kujua ukweli utatuweka huru kutoka kwa utumwa wa dhambi. Utatukomboa katika utumwa wa dhambi. Utatuweka huru mbali na dhambi. Sasa sikia. Sasa dhambi hii ambayo Yesu alikuja kuokoa watu, Daudi anaitaja kwa namna gani? Au Daudi anaonyesha hali yake ya kuumbwa ilikuwaje? Zaburi ni ile sura ya 51. Sikia mpendwa. Daudi anatusaidia kuelewa baina ya vitu vitatu ambavyo naenda kuwatajieni. Zaburi ya 51 fungu la kwanza inasema, Mungu nirehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi wingi wa rehema zako, uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Nirudie. Uyafute makosa yangu, hiyo ni moja. La pili, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Daudi anasema, anamwambia Mungu ya kwamba uyafute makosa yangu, hilo ni moja. Unioshe kabisa na uovu wangu, hilo la pili. Unitakase dhambi zangu, hiyo ni tatu. Sasa maana ya hivi vyote ni nini? Maana ya makosa ni nini? Maana ya uovu ni nini? Maana ya dhambi ni nini? Hayo pia ndio nataka tuangalie mpendwa. Lakini sasa nataka tuangalie katika Biblia tofauti tofauti. Katika Biblia ya nimekwisha kusoma Biblia ya Kiswahili ikisema ya kwamba unioshe kabisa uovu wangu, unitakase dhambi zangu na makosa yangu. Alafu Biblia ya Kiingereza itwayo NIV, New International Version, inasema, wash away all my iniquity and cleanse me from sin, for I know my transgression. Unaona? Hapa Biblia ya NIV inasema, wash away all my iniquity, sin, transgression. Sawa? Sasa mpendwa, tunajifunza Biblia kama vile watu wanaenda kujifunza Biblia katika vyuo vya biolojia. Alafu Biblia King James Version inasemaje? Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sins, for I acknowledge my transgression. Biblia itwayo New Living Translation nao inasema, wash me clean from my guilt, purify me from my sin, for I recognize my rebellion. Naona hii inasema guilt, sin and rebellion. Lakini kuna Biblia itwayo Biblia Deuterokanoni ya Wakatoliki ama iliyotafsiriwa na maaskofu wa Katoliki, inasema, unioshe kabisa hatia yangu, unisafishe dhambi yangu, nakiri kabisa makosa yangu. Sasa hii ya Deuterokanoni badala ya kusema uovu inasema hatia yangu. Ndio sawa. Biblia ya Kimiru ya zamani inasema, ndambia muno thuku bwako buthire, mbere yanthirerwe ni weje buria ndi nabu, nikwitha niningwa nimbiye irema riakwa. Sasa sikia mpendwa. Nataka sasa tuangalie kulingana na mtume Yohana namna anavyoeleza dhambi ni nini kutokana na Zaburi 51 fungu la kwanza hadi la 3. Sasa Yohana anasema dhambi ni nini? Sasa tukienda katika Biblia ya Kiswahili za zamani, waraka wa kwanza wa Yohana sura ni ile ya 3 na fungu la 4 anasema kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Sawa? Lakini Biblia Deuterokanoni ni Biblia ambayo ina vitabu 72.
ya Kiswahili iliyotafsiriwa na maaskofu wa Katoliki inasema, kila atendaye dhambi anavunja sheria ya Mungu, maana dhambi ni uvunjaji wa sheria. Hii ndio kanoni ya Kiswahili cha kisasa, inasema dhambi ni uvunjaji wa sheria. Lakini Biblia ya KJV ama King James Version inasema, whosoever committed sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. Lakini Good News Bible inasema, whoever sins is guilty of breaking God's law, for sin is the breaking of the law. Sasa hii ya Kiingereza ya kisasa na ile ya Deuterokanoni inaonyesha ya kwamba dhambi ni kuvunja sheria. Sasa hebu tuangalie, kuna Biblia Kemero ya kisasa, Kemero mpya inasema, muntu kinyore korothithagia weya na unaga watho, tontu weya nebukuna watho. Sasa sikia, kuna Biblia ya Kemero ya watu wa Tharaka inasema, tuko kwa waraka wa kwanza wa Yohana 3:4 inasema, ure yagia iwatho egagua akiuna nontu weya ikuna watho. Kwamba dhambi ni kuvunja sheria. Sawa. Sasa hebu tuangalie kulingana na Zaburi 51 fungu la 5 inaonyesha nini? Tulisaliwa katika hali gani? Tuko Zaburi 51 na lile fungu la 5 inasemaje? Tulisaliwa katika hali gani? Tazama, mimi naliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alinichukua mimba hatiani. Sawa? Tulizaliwa katika uovu, ndivyo Daudi anasema. Warumi 7:19 inasema, kwa sababu tumezaliwa katika uovu. Paulo anasema, lililo njema silitendi, lakini ile baya ndilo natenda. Sasa hapa kuna vitu vitatu kama nilivyotangulia kusema, iniquity kwa Kiswahili uovu, sin dhambi, alafu transgression makosa. Lakini tukienda katika ile lugha ya Kiebrania inataja dhambi kama sata, kumaanisha kwamba ni kule kukosa alama ama kukosa kuyatii yale ambayo tumeagizwa kufanya, na lingine kufungukiwa na utukufu wa Mungu. Ndivyo imeandikwa pia katika kitabu cha Warumi sura ya 3. Lakini kwa Kiyunani dhambi inaitwa hamatia, kumaanisha kukosa alama ama matendo mabaya na matendo mabaya ama kutenda mabaya. Lakini Warumi sura ya 3:23 inasema kwamba kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Adamu kabla ya dhambi, kabla ya kutenda dhambi, alikuwa amejawa na utukufu wa Mungu, lakini alipofanya kosa akafungukiwa na utukufu wa Mungu. Sasa neno hili makosa nimekwisha kusema ya kwamba wa Kiingereza ni transgression. Kulingana na waraka wa kwanza wa Yohana 3:4 ambapo ilisema ya kwamba yule ambaye anafanya dhambi, ama kwa Kiingereza ilisema, kwa Kiingereza kwa KJV version, Biblia ya King James Version ilisema ya kwamba, naomba niende pale kwa King James Version inasema, wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin, for I acknowledge my transgression. Sawa? Lakini sio hapo nilikuwa natafuta. Ni hapa katika waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 na fungu la 4 nasema, whosoever committed sin transgresseth also the law. Transgresseth the law. Sasa transgression hii kwa lugha nyingine inasemekana kwamba kuvunja sheria ndio inaitwa dhambi. Lakini sasa hapa tukija kwa haya makosa tunapata Warumi 7:7 mpaka 13 inasema sheria ilitolewa kuonyesha kosa ni nini. Lakini pia tukienda katika ile lugha ya Kiyunani inasema ya kwamba makosa
ni kama ifuatavyo, ama inatajwa kama anomia, kumaanisha kukosa kufuata sheria ya Mungu. Lakini mpendwa, bila kuongea mambo mengi, Zaburi 32 fungu la kwanza inasema, heri aliyesamehewa dhambi na kustiriwa makosa yake. Kwa lugha ya Kemero, kitharimu nekire mutore kerire mariawe na weja bwawe bwagwikirwa. Sasa mpendwa, Zaburi hii 32 fungu la kwanza, lakini kwa King James Version ama kwa Kiingereza nasema, blessed is whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Neno hili heri ama blessed kidharimo kwa lugha ya Kemero, tukija hapa kwa Kiebrania inatajwa kama ashire, kumaanisha furaha ama wamebarikiwa wale ambao wamekwisha kusamehewa dhambi zao. Sasa ndio nimaliza maneno haya mpendwa. Nataka niangalie Biblia katika Kutoka 34 inataja Mungu anasema ni kipi ataweza kutusamehe. Nataka nikuonyesha mpendwa, Biblia inaunganisha vitu hivi vyote, inavitaja kama neno moja. Lakini usisahau ya kwamba sehemu nyingi ama mafungu mengi tumeona akisema ya kwamba dhambi ni uvunjaji wa sheria. Zaburi 34 fungu la 7 inasema 7 mwenye kuonea huruma watu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwepesi wala si mwenye kuhesabia mtu uovu kuwa na hatia kamwe, mwenye kuwapatilisha watoto uovu wa baba zao na wana wa wana wao, pia hata kizazi cha 3 na cha 4. Sasa mpendwa, hapa tunaona kwamba Biblia inasema mwenye kuwaonea huruma watu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi. Hivi vyote vitatu, jumla ya vyote vitatu tunaweza kusema ni dhambi, ambayo kulingana na waraka wa kwanza wa Yohana 3:4 inasema dhambi ni uvunjaji wa sheria. Haijalishi imetajwa kwa majina tofauti tofauti, lakini ukweli ndio huu, usio kachanganyikiwa, ni ya kwamba dhambi ni uvunjaji wa sheria. Dhambi ni uvunjaji wa amri zile Mungu alipeana. Sasa tutaponaje kutokana na hii dhambi? Tutasalimikaje? Matendo ya Mitume sura ya 2, Matendo sura ya 2 38, Petro akahubiri, watu wakasikia wakasema tufanye nini? Wakaambiwa tubuni dhambi zenu mpate kubatizwa, tubuni dhambi zenu nanyi mtapata ondoleo la dhambi zenu. Wacha niende pale mpendwa, ni Matendo ya Mitume sura ya 2 fungu 38. Siku ile ya Pentekosto Petro amehubiri, watu wamesikia ujumbe, lakini sasa wakalia wakasema tufanye nini? Tumesikia, tufanyeje? 38. Petro, wacha nirundi 37. Waliposikia hayo wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendaye ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mbatiswe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Tubuni mtasamehewa na mtapata ondoleo la dhambi zenu na mbatizwe. Ndio mpendwa, waraka wa kwanza wa Yohana 1:9 inasema tukisiungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu atatusamehe na kutuondolea na udhalimu wote. Ni ombi langu ya kwamba wewe na mimi Mungu atusaidie kusielewa dhambi zetu. Tuelewe ni kosa gani tumefanya. Tuelewe ni amri gani tumevunja, maana tumesikia dhambi ni uvunjaji wa sheria. Tuelewe ni sheria gani tumevunja. Tutubu, tuungame na yeye ameahidi kutusamehe. Yohana 15 fungu la 4, Yesu anasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Tukikaa ndani ya Yesu atatupa uwezo wa kushinda dhambi. Na tena Wakorintho wa kwanza 15:47 hadi 49 inaonyesha mtu wa kwanza alitoka udongoni, tukawa wenye dhambi maana tumesaliwa na mwenye dhambi. Wa pili akatoka mbinguni akaja, akashinda dhambi, akawa ni mwenye haki, akahesabiwa haki. Sasa nataka kutuhamisha tutoke kwa Adamu wa kwanza tuje kwake ili tuhesabiwe haki. Mpendwa, ninakualika kumpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Anasema
Mathayo 11:28. Narudia tena. Mathayo 11:28. Anasema njooni kwangu nyote msumbukao, wenye kulemewa na mizito, nami nitawapumzisha. Yesu anataka twende kwake. Hebu nikuombee mpendwa pamoja nami, ili Yesu atupokee jinsi tulivyo, atutengeneze, atusamehe dhambi zetu, maana alikuja ili kutuokoa na dhambi zetu. Tuombe. Baba, kwa jina la Yesu, saidia msikilizaji mpendwa pamoja nami. Tusaidie kukupokea wewe Yesu katika mioyo yetu. Tusaidie kusijua dhambi zetu. Tupe uwezo wa kutubu na kuungama kikweli. Na kwa kuwa umeahidi utatusamehe, na kusi utusamehe dhambi, na kusi Yesu utusamehe dhambi ambazo tumezitenda kwa upungufu wa mioyo yetu. Kisha ukisha kutusamehe, ututakase, utuhesabie haki, na majina yetu yaandika katika kitabu cha uzima. Naomba pia ubariki msikilizaji mpendwa, hata wala atasikia mahubiri haya kupitia kwa redio Tuliza. Baba, pata kuwabariki. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Mpendwa msikilizaji, endapo ungependa kujua mengi ambayo nimefundisha, naomba utembelee channel YouTube yangu, utafute jina Pastor Mutuma Senior. Utapata mafunzo mengi ambayo nimefundisha na ninaamini atakubariki. Kadhalika pia, kama unaweza kusikiliza redio, na kusihi ufungulie redio itoyo Tuliza FM 92.4. Utasikia mafundisho haya yakirushwa katika redio hiyo. Asante kwa kunisikia. Lakini endapo ungependa nikifundisha mafundisho ingie kwenye simu yako mara moja, naomba usubscribe. Asante. Mungu akubariki, akutendee mema, na kwa neema yake naamini atatujalia kukutana tena ili tujifunze mengi. Asante.